Yesu alikuja on 2 missions. Alikuja afundishe watu, then alikuja akomboe watu. Je, mumeshawahi jifunza mbona mchawi hodari paka aweke nyoka? Na hiyo nyoka ingolewe meno. Alafu kisha ngolewa meno inafunguanga mishipi kwa shingo. Na hiyo nyoka kishafungwa mishipi kwa shingo inapakwa mafuta na inapewa chakula kama mtoto. Na hiyo ndio inaweza paralyze kijiji kizima. Utaisikia kwenye Bible. Huyo nyoka si nyoka tu, ni nyoka anafuata instruction. Anaweza ambiwa leo hii na kutuma kwa mtu fulani, na ukifika ufanye 1 2 3, na anafly kwa hewa na anafika. Hata kama umefunga milango ana uwezo wa kuingia. Akishamaliza kuingia ana uwezo wa kufanya mission na kwenda. Na ndipo unaona ya kwamba kazi ya mtu imeisha from nowhere. Mtoto alikuwa mzima anazimia, ndoa nzuri tu watu wanawachana, biashara yako inarudi chini. Sasa unaanza kuangalia ni nini, customer nimeongea nao vizuri, nini imeendelea? Nataka leo nikufunze kuhusu nyoka anayeruka. Hizi nyoka zenye zinafanya kazi zina paralyze watoto, wasome wasipate kazi, ama hata wakisoma wapite watakuwa na vichwa ngumu, hawatakusaidia. Tukikatakata hizi nyoka, tuzimalize, tusifunge, tuakishe moto wake, moshi utokee, na tuamini tumeshaziua, you shall testify. Hata kama kuna Kenya Army, bado kuko na Kenya Air Force wanaruka kwenye anga, wanatetea anga. Hata kama kuna mapepo yanayoruka, nasi nataka tuseme kuna malaika wanaoruka pia, na hao malaika watanaza hizo nyoka zinazoruka sote. Halafu mtu mnyonga atapata heshima, mtu mnyonga atapata sifa, mtu asiyeheshimika ataanza kupata heshima yake. As long as tutamnasa huyu nyoka anayeruka, nina imani katika ulimwengu wa kiroho, hiyo maisha ambayo unapitia, hiyo nyoka anakuja anaangalia vile unavyotaka kufanya mambo yako. Baada ya kuchunguza naona huyu ameanza kupenya, wacha nimkamate. Kumbe mwenye amekuja kukukamata, nataka nitangaze atakamatwa katika ulimwengu wa kiroho. Atakamatwa in Jesus name. Kuna watu wamesafa, kuna pastors wamesafa, unafanya ministry haiendelei, unashindwa nini, na washirika wanakuja wanaenda, kuna nyoka anayeruka. Kama binti zangu wanaimba vizuri paka unaona kweli hawa wamepepea. Mtu anatoa wimbo paka unasikia imeshona kabisa, lakini nyoka anayeruka anazuia ile upenyo katika ulimwengu wa kiroho. Lakini maana Mungu ameniambia arrest those snakes, flying serpent, arrest them. Mungu atanipa grace siku ya leo, nitaarrest kwa jina la Yesu. Huyo nyoka anakimbia mbele yako, ukienda kila county anazuia breakthrough. Aliposikia tunakuja Kitengela akakimbia, tunahubiri, yeye ananinginia kwenye anga ili asumbue ene breakthrough yetu hapa. Tunamkamata, tunamkatakata, tunamfunga na ulimwengu wa kiroho. Tunabeba upanga wa kiroho, tunamkata katika vipande vipande, na Roho wa Bwana akujae, akupe nguvu. Ukienda kwa nyumba yako utasema flying serpent, hauna nguvu katika nyumba hii, na utaona breakthrough. So read Isaya 27 kuanzia mstari wa 1. Katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu, utamwadhibu Lewiathani, nyoka yule mwepesi, na Lewiathani, nyoka yule mwenye kuzogazoga, naye atamuua yule joka aliye baharini. Hiyo boma haijawahi ingiwa na magari. Hiyo familia haijawahi jenga nyumba ya maana. Huyu nyoka akiuawa, manyumba na manyumba na manyumba, maharusi na maharusi na maharusi itatendeka in Jesus name. Na Mungu akasema hivi, nitaua huyo nyoka. Na kuna nyoka mwingine kwenye ardhi, na mwingine ako chini ya bahari. Sitaua wa bahari, ni wacho wa ardhi. Nitaua nyoka mbili. Nami naomba kwa ulimwengu wa kiroho, hata yule ako chini ya bahari tutamuua tena. Hata yule anayeruka pia tutamuua pia. Hata yule anayesogea tutamuua pia. Hata yule anayeruka tutamuua. Tutamuua
na tumuzike, tutamuua na tumchome, awe chini ya bahari, awe kwenye nyungu, awe chini ya miti, awe mahali popote, huyo nyoka lazima akome. Una sura ya kubarikiwa, una masomo ya kutosha, lakini huyo nyoka amezuia your breakthrough. Lazima tumalizane na yeye na useme leo, 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 in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Kill it. Usihurumie, kill it. Malizana. Huyo nyoka anayeruka umeshamuota, na najua ushamuota, ushaonyeshwa huyo nyoka, lakini uliignore. Wengine hamujaonyeshwa, lakini ulisikia uoga nyoka anaweza tokea. Naongea na watu kama hao. Leo ni Jumapili ya kukatakata hizo nyoka. Leo ni Jumapili ya kuua hizo nyoka. Watu wa Mungu wabarikiwe. Huyo nyoka Mungu akasema nitaleta upanga ulio na nguvu. Mungu bado ana uwezo, lakini ng'ang'ana uondoe vizuizi. Una huduma kubwa, una neema kubwa, una breakthrough kubwa. Wewe ni mtu unaweza lisha kijiji kizima, una roho safi, lakini huyu nyoka lazima aondoke mbele yako. Kama Mungu atakupa hiyo grace na ung'ang'ane na useme hiyo nyoka paka namaliza leo, usiondoke kwa ibada ya leo, uachane na huyo nyoka. Jikaze, 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 jikaze paka huyo nyoka tumalizane naye. Siku zote tunaimba siye amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ilikuwa mbaya kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Kaingia karama baba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ameniunda baba. Yesu ni Bwana. We serve a mighty God. Hebu soma Acts chapter 2 verse 22. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2:22. Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara. Kwa miujiza, maajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake Mungu alizifanya kwa mikono yake kati yenu, kama nyinyi wenyewe mnavyojua. Huyo mtu akasimama akasema, enyi wanaume wa Yahudi, vile mnavyomjua Yesu tena Mnazareti, jinsi Mungu alimtumia kwa miujiza na ishara na maajabu, na vile alitendewa makuu, yuko katikati yenu leo. Nami nasema Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yale yaliyotendeka bado anayatenda leo. Utapona, hautapona kabisa, hautawahi gonjeka tena, utapata kazi na hautawahi lemewa tena, hautawahi kopa tena, utafanya biashara, hautawahi rudi chini tena. Na mtu aseme leo na katakata huyo nyoka.